wala hakuna haja ya kulitafuta. Nimejireta mwenyewe. Mzee Katundu, hivi kwa nini unapenda kutumia nguvu zako vibaya? Kwa nini unapenda kutumia nguvu zako kwa ajili ya kuwatesa watu wasiokuwa na hatia? Nini tatizo? Na sababu ni nini? Naongea na wewe Katundu. Nini kinachokufanya? Katundu, sikiliza nikwambie. Tena leo nakupa onyo. Hichi ambacho unachokifanya kitakugharimu. Na ukiendelea kufanya hivi unavyofanya, kitakupata kitu kibaya. Kumbuka, mshahara wa dhambi ni mauti. Mimi naondoka, lakini nataka nikwambie swala moja. Ukiendelea kufanya haya unayofanya, siku moja roho yako itakuwa kikangoni. Mjomba, fanya kitu basi. Subiri, haya mambo hayataki haraka. Subiria mjomba wangu, sio na wasiwasi. Najua mimi nitakachokifanya. Tazama mbala mwezi, tazama jua, tazama ulimwengu, tagundua ya kwamba mimi nambulia mateso, siwezi cheka hata kwa kichekesho, yani ngumu tu. Mama Musti, Mzee Kibendo, nimerudi tena kwa sababu maalum, kwa ajili ya kuja kutoa msaada kwa mtoto wako ama familia yako. Nimeona kuna tukio kubwa linakuja kufanyika, nikaona hapana, siwezi kuona tukio linafanyika wakati mimi nipo. Mwambie mtoto wako penzi analolipambania ni sawa na kujichimbia kaburi. Mwambie achane mara moja na huyo mpenzi anayompambania. Sawa baba, nimekuelewa. Nitajitahidi kuongea naye. Mama, kwa nini unamfahamu? Ndio, ninamfahamu. Anaitwa Mzee Kibendo. Na amefuata nini hapa? Alitoka muda mrefu sana hapa. Anaishi porini. Na ukimwona mpaka kafika hapa, ujue kuna jambo zito sana linaloendelea. Musti, yule mzee amenieleza kila kitu kuhusu wewe, mambo yako unayoyafanya. Sasa nisikilize Musti. Hilo penzi unalolipambania litakuja kukutoa roho. Naomba uachane kabisa mahusiano na huyo Munila. Nadhani utakuwa umenielewa. Lakini mama... Shh! Lakini nini? Tazama mbala mwezi, tazama jua,
Tazama ulimwengu utagundua ya kwamba mimi nambulia mateso, siwezi cheka hata kwa kichekesho, yani ngumu tu. Shoga yangu, yaani wewe unajua kabisa shoga yetu Munira anaolewa, lakini wewe sikuoni hata kushughulika, yaani hata kutuuliza tu vipi tunafanyaje tunavaaje. Mimi kila siku naenda kwa kina Munira, sikuoni. Una matatizo gani? Hamna bana. Mimi kiukweli hichi kipindi hapa katikati nilikuwa siku sawa. Nilikuwa siku sawa kabisa, ndio maana umeona hata sijashughulika. Ila leo nilikuwa nimepanga nije kwako, ili mradi tuende kule kwa kina Munira. Kwa kina Munira? Mimi? Siendi tena kwa kina Munira. Siku nimeenda kakake kanitimua. Kama ni juu, yaani nusu anitie vibao. Hapana mwenzangu, mimi siendi tena kwa kina Munira. Umemfanya nini? Wewe si unamjua yule kakake? Yaani nimeenda pale, yaani nilikuwa tunashauriana tu mambo ya ndoa kuhusu yeye na huyo mwanaume wake. Na unajua kabisa shoga yetu yule hataki kuolewa na huyo mwanaume. Kwa hiyo basi nimefika pale nampoza namtia moyo kakake alikotokea mwenzangu. Na ule ufupi ilibaki kidogo tu nimtie mikwenzi. Ashukuru tu na mheshimu. Basi sawa. Nitaenda mimi, alafu nikipata taarifa kule, mimi nitapita kwako nitakuja kuambia tufanyeje. Mwenzangu siendi. Mwambie tu Dua aolewe. Maana anapomangania huyo Musti. Aolewe tuende kwenye ndoa yake akatulie. Kwa kweli mimi kila siku namuhimiza aolewe tu. Hamna namna. Wewe Munira, ninakulaza hapa katika hili kaburi, usahaulike na Musti kama ndugu wa marehemu huyu walivyomsahau ndugu yao. Kama marehemu ana uwezo wa kunyanyuka, basi na wewe unyanyuke. Lakini kama marehemu hana uwezo wa kunyanyuka, na wewe usinyanyuke milele, na usahaulike milele moja kwa moja. Tazama mbala mwezi, tazama jua, tazama ulimwengu utagundua ya kwamba mimi nambulia mateso, siwezi cheka. Yani ngumu tu. Asante. Hata wale Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kwa hiyo mfadhili. Sema za hapa. Salama, shikamoo. Mara mnaendeleaje? Salama kabisa. Ndio. Vipi ndugu yangu? Salama. Vipi wewe? Salama kwema? Kwema kabisa. Karibu sana. Asante sana. Bi mkubwa nimekuta. Bi mkubwa ametoka hapa tangu asubuhi. Kaenda wapi? Alielekea kwa mjomba na Munira. Na hata hivyo shughuli na mazingira yote yanafanyika kule kwa mjomba. Bwana unafahamu? Hapana, sifahamu. Ndio mchumba wake Munira. Huyu ndo Mwamu. Bwana Mwamu. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana ndugu. Asante sana. Sasa ndio akijaribika kitu. Ndio. Kwa sababu lengo lilikuwa ni kumtambulisha mchumba wake Munira. Ndio. Sasa sijajua je, tunafanyaje? Narudi saa ngapi? Bi mkubwa leo atarudi jioni. Bi mkubwa jioni atarudi na imani mimi akirudi mimi nitamwambia kila kitu kwamba mlikuja hapa kwa ajili ya kumuona mchumba wenu. Na hata hivyo mimi najua kuna atakupigia simu mtaongea vizuri kabisa. Sasa huyu bwana mimi ni mwanangu, mtoto wa kakaangu. Karibu sana Mwamu.
Anakaa huko mjini huko. Basi sawa. Karibu sana. Sawa, sasa kama ndio hivyo, hatujaribika kitu. Ndio. Labda mimi niseme niage kwa sababu achelewe siku nyingine takuja. Kila kitu. Ni kweli. Karibu sana mzee. Asante. Mimi naondoka. Wow. Karibu sana. Shukrani bwana. Haya, karibu sana. Shukrani bwana. Asante sana bwana. Karibu sana mwanangu. Haya bwana. Nyumbani. Asante sana bwana. Haya. Wow. Samani. Sasa mwamu, unaondokaje? Hata mimi hujaniacha vizuri mwamu Hamna mwamu. Sasa mimi sinaondoka, nitarudi tena mwamu. Kuna tatizo? Tatizo mwamu lipo kwa sababu wewe si unaona sasa hivi mimi sina tayari kubeti Mwamu, kumbe mambo yetu. Basi hilo halina shaka, ondoa shaka mwamu. Kweli, ondoa shaka kwa hilo, hamna shaka. Hapo vipi, nakutosha hivi? Mwamu, inatosha. Asante sana. Basi hamna shida. Karibu sana mwamu. Hamna shida mwamu. Karibu sana. Asante sana. Asante sana. Karibu sana. Umechangamka sana. Hamna, karibu. Karibu sana. Hamna. Kweli bwana. Mwamu, karibu sana. Asante sana bwana. Haya. Kweli bwana. Asante. Ukisikia mwamu ndo hawa. Yaani ukisikia mwamu ndo hawa. Kwa sababu mwamu kashiba, mwamu ana kitambi, mwamu ana udevu hivi. 5,000 hii. Ya habibi, sweetie wangu mimi, pipi yule kipenda changu cha roho, kilicho wangu wa mamio. I love you ya habibi, sweetie wangu mimi. Mjomba, kuna jambo halipo sawa. Ujue leo tena nimemwota yule mzee. Inavyoonekana bado anatufuatilia. Ni kweli anatufuatilia. Kwani mjomba, yule mzee ni nani hasa? Yule ni mzee Kibendu. Anaishi huko mapolini. Ni miaka mingi sana alitoka katika mji wetu. Ila sasa kuna maagano ambayo tulikubaliana kati ya mimi na yeye. Mimi niliyakiuka kwa ajili tu ya kuja kukusaidia wewe mjomba wangu, na ndo maana amerudi. Sasa kuna vita kubwa baina ya yeye na sisi, ila mjomba, hilo ondoa mashaka kabisa, nikiwa nitalimaliza. Sasa baada ya kuanza na yeye, nitaanza na Musti. Nikimficha Musti, yeye hana shida. Yaani mjomba, hilo swala ndio linalolitaka hasa. Njoo nikakuonyeshe kazi naifanya. Safi sana mjomba. Mjomba, una uhakika njia atapita? Ina uhakika na kazi yako itaelekea kuisha. Sawa. Waga. Kuna nini kwani? Lakini mama, mimi nimetoka sasa hivi hapo. Sawa, nimekuelewa. Narudi.
Shikamoo mama. Jambo. Mosti sijui nimemkuta. Mosti yupo. Nilikuwa na shida naye. Mosti, Munila ameniagiza kwamba uende kwa mjomba wake ukaonane naye, kwa sababu kule kwao ameshatoka. Ametoka? Mbona mapema sana? Kuna tatizo? Hapana, ila harusi yake itafanyika huko. Pia amesema kwamba kule ndio itakuwa rahisi sana kuonana naye, tofauti na nyumbani kwao. Kwa hiyo amesisitiza kwamba uende ukamwangalie. Jitahidi sana, kwa sababu Munila hayuko sawa kabisa. Sawa, nimekuelewa. Na kuahidi kuwa shemeji yangu mtani. Jitahidi, fanya hivyo.